Niko kwa gari ya kupaka mafuta ya kunusia kanapitia kale Kenya kanapitia karibu tu kwa petrol station kashaja ati ile full tank ya 100. Hello my good people. Welcome to another episode of the Catalyst Corner podcast. I'll be your host Sami hapa. I have my co-host with me Naze. At least leo tuko na demo. Welcome back to another episode manzi. Imekuwa sometimes manzi. Mpaka watu walikuwa wananiuliza, kwani Ulienda what is happening? Nimeona wase wakiuliza long time, wakauliza Deno wako wapi. Kaambia tu lazima mzae akuwe tu ako area. Iko hapa. Ako kiri. Deno anasikoke hii ndio mimi. Yeye anakuraga vizuri. That's something very professional. I'm very professional. Ana kabisa. Kwa social media zote. Mimi mbuku jina za M-Pesa ni Benjamin. Ukitaka kutuma kitu na make sure namba yangu 07 nini 50 hapo mwisho alafu jina Benjamin. Sasa tuendelee ku follow our pages, The Catalyst Corner Podcast Facebook page, TikTok The Catalyst Corner Podcast, X The Catalyst Corner Podcast na IG TCC Podcast 5. TCC Podcast 5. Hiyo ndio jina IG. So today tutaongelea kuhusu loans. Yes. I think when you want to start a business, watu wanachukua even loans za kuna holiday. Yeah. Wengine wanachukua loans za just luxury things. Actually, wengine ni mortgage. Actually unaona kwa finance institutions kuna holiday loan. Yeah, there's a holiday loan. Hiyo tuliona sije nimekiasi. Any institution imetengeneza loan na ina package inaitwa holiday loan. But do you know, nilijaribu kuangalia kidogo about loans. Nikapata the holiday loan, naona loan zenye unaenda kutumia hazina collateral mingi, like hazina security. Yani ni easy to access. Ukitaka trip ya mpaka South Africa, yes, by road alafu nimecheki nimeona ndatumia ka 300k. So nende niwaambie wanipe loan ya holiday loan ya hiyo shughuli. Yeah, chenye watacheck tu ni financial statement. If statement yako wanaona ita make kulipa, then they just give you the But yote inaweza kuwa kosa na juu basi inaweza chukua loan nasema ni yako ni holiday loan but mimi chukua ni yako ya biashara. Si bora wao walipo. But now inakuja 90 maybe interest iko juu. Yes. Actually The catch ni hapo kwa interest. Yes. Because ukichukua business loan they give you different interest. Ukichukua ya luxury interest obviously iko juu. Because unajua sasa tukienda ku define loan unatumia things that do not belong to you. Una reduce assets but spending power yako iko juu. Yes. But the money utarudi ku repay later. Yes. And ukiangalia loans watu wengi sahi tukiangalia types ama venye tunachukua loans unaweza chukua bank, unaweza chukua kwa sacco, unaweza chukua kwa the lending apps. Yes. Unaweza chukua kwako Kongoje. kama uko na do unaweza kuja ni kwa unafanya biashara. Wanaona na kuna moja nimekuwa nimeacha ya Shylock. Chama. I think it's high time tukuwe na education kwa hiyo sector in terms of loans. Watu wakuwe trained about loans. Unachukua loan kwa nini, unatumia loan kwa nini, different terms za loans. Umeshika tunaona unapata bank na sacco structure zao za loans ni tofauti. Ndio unasikia kuna sacco unaweza chukua loan then unapata hiyo loan hakuna siku reduce. Umpate kama kesi mtu ameenda amechukua loan
Then kuna other hidden charges and whatever uko ndani. So unapata every time unalipa, hata pesa yenye unalipaga haikavagi the interest part of the loan. So loan yako inaongezeka. I reduce. Maybe kama I reduce, unapata hiyo interest part bado inaongezeka. So do lipa principal. Umeshika pesa zote unalipaga haikava, because I think the ideally when you are paying the loan ni part of the money iende kwa the actual money that you borrowed, and then interest. But I think it should cover the interest for that month and the principal and part of the principal. But I think people watu wako educated venye wa loans zina operate. Juzi nimeona I think ni kwa King'ori. I think kwa King'ori ama kwa Ubina show nimeona I think ni Tamonga ama one of the guys anasema ati usiishi bila loan. I'm like, what are you talking about? You know, but no, wow, the way they operate with loans ni tofauti sana. Different. Okay, mimi kuna mse aliniambiaga the difference between cooperate, a business name, a limited company and unlimited company. No, zo manini. Ukifika ukichukua loan ama anything happens, so unakuwa sued. Hiyo jina hiyo kampuni mara kidogo ukiregister sijui under what board inakuwa sued. Unaona vitu kama so. I think the same thing to loans ina need, and that's why napendaga this angekoro ule hao grief fte no ikara nyoba ya grief hote dole mtu mmoja that guy Polchege. Me, I like the way he educates people. Anafanya understand una loan in a different way. Haya, kuna time anakuambia ukiona gari, hiyo gari yako si worth maybe 1 something million. Yaani uchukue loan, sijui fanya nini, tumia hii nini, chukua hiyo loan, sijui peleka hiyo loan mahali pengine. So I think we need kuwa educated. I think loan kizajipanga nazo vizuri. Okay, ni vizuri za kutoa shimo. Okay. Mali huwa si agree ikifika ni mambo ya loans, ni uchukue loan ukanunue a luxury car. Ikere ukutoka home modern na sijaelewa mbona ni kama you know there is some time bank walinipigia simu asset finance wakaenda wa finance either buy mostly walikuwa wanasema car finance walikuwa wanataka kufinance buy gari. Ai sasa mimi kuna kakitu aje unajua wanaangalia statement like unajua mimi nimetumia bank moja kutoka sijaitumia bank nyingine natumia yani sasa mimi nikuulize ndio umefika mahali sasa paka bank ya mtafuta bana huko vitu unza kwa maziwa huko unajua wanaangalia consistency like si consistency kuna kakitu ziko ni zile consistency usianze kupersonalize hiyo story. But let's back to the point. Point ni whatever they are wanaangalia ni monthly wakianza kwa accumulate huyu jamaa tunaweza mkata kama 20,000 for the next like 48 months. Unajua sasa wanaangalia the range yenye unajua hata distribute wana huyu jamaa anaweza kupata gari ya 1M. Wow. Then from there unaweza mkatanga this amount In the next 48 months that watapata pesa yao hapo. Unajua pia wanajitafutia si wako job watakukata wapate pesa yao na waseme umepata gari like maybe kama ni business car ni something ama ni business ama ni any other thing. Unajua chenye kitu ya kwanza wenye wakiangalia statement they hawataki kujua kama uko kitu ya kwanza hawezi kuuliza kama uko na biashara, wao hawataki kujua because wanaona kuna pesa inaingia from somewhere. Wanajua ni salary. So hawataki uende kwa biashara. Wanataka hiyo salary ikuwe kiingia hivyo consistently. Unashika the moment tumekupiga loan ya gari na kwa mshandi hawezi acha pesa wewe na biashara. So pesa yako as long as na keep coming hii pesa utapata. Sielewa sasa mbona wanapenda kupea loan watu wenye wako
kuna sana lakini mtu wa biashara huku nje unajua inaweza fika mahali niuze biashara nzima kwa bankrupt ama mambo yanaweza kukuja juu ya wao exactly wanakupigia hesabu mbaya wanakuwa sasa kupigia hesabu wamekaa kwa hiyo kazi ukiweza kuwa fala ukile banki na kupenda umefika mpaka tena kupenda ya Azeni wapoaje hakuna kitu gani wao washakupigia hesabu ndo wakamaliza from A to Z. Alafu unaona kitu yenye wanaofa ni something yenye ina reducing, yani value yake ina reduce. Another thing I think another blunder yenye tunafanyaga ni hizo ndio unasema aje tuna need kuwa educated. It doesn't make sense ununue endo uchukue loan ukanunua kitu yenye ina devalue na loan yenyewe ina increase in value because ukishakopa mita ulipa ikiwa mita mpaka increase ndio so utalipa 1.5 I think vile tuko nasema kuna business loans yes kama utaenda kuchukua business loan kitu ya kwanza unafaa kujua naenda kuchukua business loan ya pesa ngapi. Yes. Na lazima uwe understand biashara yangu hii biashara yangu yenye nataka kufanya how much do I need, how much do I have, how much will I make. Unajua kuna hizo estimates. Yes. Aya, then from there unajua investment ni pesa ngapi. Then unaanza ku not sasa kitu ya pili ukienda kwa loan ni kuangalia where do I take this loan from, nitaipata kutoka kwa nani. Different institutions because of the charges na interest na regulations zao. So uanze kupima aje, nikienda kwa sacco watanipea pesa inatoshana aje. Yes. Nikienda kwa bank itanipea pesa inatoshana aje. Nikienda kwa Shylock kuna acha tutaingia kwa hiyo story ya Shylock baadaye. Aje ni discussion hatuwezi maliza hii discussion bila hiyo Shylock. So tuseme kama ni business most probably utachukua kwa bank yako, utachukua kwa bank ama kwa sacco. Yes. Unaona? So ukisha angalia kwa hizo vitu tatu, uangalie nikichukua kwa msee wetu kama atataka kunipea atanipea na interest, either nilipe na interest ama atanipisha. Yeah. So it depends na unataka kwanza kurudisha na time inatoshana aje. Yes. Na pia usage yake. So kila place iko na advantages na disadvantages. Like ukisikiza Shege anakuambia aje kama unataka loan ya sacco watakupea according to your savings. Yes. Like I think ni 3 times. Yes, inakuwa most of them 3 times of your savings. Yeah. 3 times of your savings. Yes. Haya, kama ni bank. Bank they don't care how much you have saved. Bank wanaangalia activities na your ability to repay the loan. Yes. Wataangalia je hii interest yetu na principal tutatake time inatoshana aje na tutakata pesa ngapi. Yes. So wakiona pesa yako inatosha then wanakupea up to that limit. Wanacheza na hesabu. Yes. So ndio nikasikia Shege amesema aje kama flow yako imepita 1 million toka kwa sacco. Yes. Flow yako ikianza kupita 1 million toka kwa sacco. Yes. Because ukienda kwa bank they can give you even 10 million. Na hiyo one. Na hiyo one. I mean, sacco ikupea 3 times ni 3 million. Ni 3 million. But bank wakiangalia your transaction, your activities when come to 1 million, they can give you up to 10 times of whatever you do transacting. Yeah. So hizo ndio dynamics zenye kwa business. Kama unataka kwenda holiday na umespend tuseme hiyo holiday mazeni kwa nataka kwenda holiday na sina kakitu. Si nitafute ka loan ya 100k. Yes. Nikimbia Mombasa. So wewe utaenda tu pale bado uangalie hii loan italipa na nini. Because hapo sasa sio ati nitaenda kufanyia nini. Hapo ni nitalipa aje. Yes. Hiyo ndio unaenda kutumia. I think when it comes to loans, number one, you need to have a very very good logical and economical reason ya kuchukua loan. Sasa hii yenye tunachukua sasa hii ni ya sherehe.
Juu obviously kuna watu wanachukua. Hata hilo amechukua loan ya biashara, anarudi kwanza hiyo siku amechukua hiyo kwanza anahit the club. Anaanza kumuita chama. Exactly. We get it. So I think for me kuchukua loan uende ukajibamba, it doesn't make sense. Whatever way I make sense hata kidogo. Adichukue loan nende nikabai nguo ama chukue loan niende holiday ama no, it doesn't unless you're talking kwa hizi loans kidogo kama hizi loans zinapeango kwa hapo. Kama umepatiwa 3,000 sasa hiyo unaenda tena. Mimi na moto mbao naweza mvuta moto mbao nipige sherehe. Unashika no, unajua hii pesa nataka nikulipe the next 2 or 3 months, so unajua kila wiki ndio whatever. But again it doesn't make sense. Okay, mimi kana chukua loan kanunue motorbike. Umegea hiyo motorbike inaweza sawa kwa pasi 2. Job na pia nikitaka kupiga road trip niko unaona. Umegea so hiyo kwa najua motorbike itajilipa. Itarudisha hiyo ama saa zingine for example unaona siku hizi unanitu kama kuna creative idea. Umeget? So unaweza amua maybe uchukue loan upige malap, unaona kuchukua ma video, umeget, ukue blogger ama whatever ama TikTok or whatever. So unapata through that channel maybe una get some rewards financially. Umeget? So as much as umechukua loan ukabai motorbike unapiga marap nayo, umechukua loan ukabai motorbike ukanunua camera unapiga marap na nini, and then una create content nayo, and then through that content you get paid. Ina make sense. Umeachieve 2 things. Umeachieve economically na lifestyle, but ina make sense. But purely chukua ati juu kila mtu iko na ameingia ndugu culture, umeget, ama amejoin motorbikes whatever clubs. So na mimi niende nichukue nikope 1.2 million niende UG ama nitishe ndugu kutoka SA ya 1.8 million. Umeget, simply because nataka kujoin the club. Umeget, it doesn't make sense. Then ndabidi ni suppress budget yangu. Naona personal budget yangu ndio niweze kupapla. Na hiyo ndugu hakuna kitu kingine inalete. I think anytime unachukua loan, make sure ukichukua loan, whatever unachukua loan for ni asset, inaweka pesa kwa mfuko wako, si kutoa inatoa. Umeget? And if you can learn that difference. Hivi tunachukulia loan inakuja kutoa pesa kwa mfuko ama inakuja kuweka pesa kwa mfuko. Utapata kuna watu utapata mtu amechukua loan ameenda amenunua gari kama 3.5. Ndio. Hii gari ina value. It makes sense. Huyo mtu ifike mahali tuseme probably ameweza kulipa hiyo loan atajamaliza amebakisha kitu kama 1 point something. Mama amespend over 2 m kulipa loan. Yes. After ifika mahali amekuwa kabisa. Mtu anashindwa sasa kumaliza kulipa hiyo loan. Yes. Unapata sasa baki itakujia gari. Ile pesa yote ulikuwa umetumia kulipa hutarudishiwa. Imepotelea. At the end of the day unabaki na utachotwa vitu zingine extra. Junao ni bako walikabe bado baki. Junao vile wanafanyaga kama walikuwa wamekupea loan ya 3 million na whatever wanataka ku auction ni worth 800k. Ndipo watafuta kitu kingine ijaze balance. Nyumba inakuja inafakiwa yote hivyo. Yaani mpaka wahakikishe hiyo ndio yote imejaa. Utajalia hapo ni watakuachia. Basi. Unapata umebaki hauna gari, pesa yote ulikuwa nayo imeenda yote. Unapata mtu ameingia na state of but kuna sometime I think loans uko na some effects, like naweza chukua loan na niko nimeplan vizuri kabisa, hii loan nitatumia kufanya hivi, hii loan nitatumia kufanya hivi, but unakosa ku understand structure ya loan yenye umechukua. Even ndio naweza nikisema education, uwe educated because of that word structure. Jukira loan ina structure. Yeah. So nilikuwa nataka because the loans, kuna story imekuwa kitrend all over the country. Yes. Ya Tuju. Yes. So alichukua loan and it was a very complex loan. Loan yake ilikuwa nimepata shamba. Yes. Kuna development inaweza fanyika ndani, kuna hoteli, kuna I can do offices. Then I can rent those offices out.
hiyo biashara itaanza ku boom, then will repay, itajilipa. So the structure of the loan ilikuwa you do not give me the money, lipa mwenye shamba. So banki ikalipa mwenye shamba. Nani alikuwa anapewa title? Si title itaenda kwa Tuju. Yes. Lakini banki ndio imelipa direct. Then kulikuwa na pesa ingine walikuwa wapatia Tuju sasa for the development of the renovation ya hoteli ilikuwa hapo, na any other investment yenye ilihitajika hapo. That's what ilikuwa the structure of the loan. So unapata wamelipa huko, but credit ni kwa jina Ya Tuju. Yeah, of course. Ni kwa jina yake. Then kuna hii ingine yenye itakuja tena wakupe. I think hapo kuna some things zenye watu wenye wako hapa juu yetu kidogo wana understand. But pia inafika mahali wanachezwa. Inafika because his story ni ati they gave the money ile ya kwanza wakalipa, but hawakunipea pesa ya development. Okay. And sasa kitu yenye sielewi ni kwa hiyo story yote ni hawakumpea pesa ya development, it is okay. Lakini kuna ile pesa yenye walitoa Ya kupurchase the property. Hiyo ililipwa na hiyo haina shida. Ililipwa. Property ililipwa, ya property ilishalipwa. Alipewa around 900k. So my question is hii pesa ya development juu yeye anasema hakupewa, is it being counted as still loan? I guess ndio maana loan yake imekuwa kubwa. I guess hata pesa kacha kwanza kulipa juu. Okay, if I'm getting you right, hapa kuna vitu mbili. Kuna loan ya ku purchase the property. Yes. Okay? Na kuna loan ya ku develop the property. Yes. Okay? So loan ya ku purchase the property hiyo ilitoka, na hiyo story ikaisha na amesha repay. Unajua yote itaenda kwa mtu mmoja. No, hapa kuna vitu mbili. Kuna loan ya ku develop na ya ku buy property. Yes. Loan ya loan, the actual loan yenye iko nayo based on the argument ni ya property. Na hiyo ndio amekuwa akilipa. Again, then pana issue ya ido ingine ya property ya ku develop ilitokaga, lakini ya kuiona. Yeah, so Inasabiwa pale. So coming to that side, I think pia ilifika mahali akajiuliza swali, are they counting hadi ile pesa yenye walikuwa wanipee na wako nipea? You know, it is a question yenye unaanza kusema na hilo nitalipa kweli. Yes. So you don't know kama amekuwa akilipa because anasema aje naitisha statement sipewi. Because ukipewa the statement itaonyeshana ulipewa hii 950, ikaenda kwa payment of the property. Nikapewa 350 million for the development of the property. Yes. So the total loan ni around 1.3 billion. Sindio? Iko 1.3, then kuna interest ikafika over 2 billion or whatever the figure is. So I think hapo ndio kuna nini? Yeah, because unajua bank wakikupea loan alafu waone umeshindwa, kitu ya kwanza wanataka ni that your property. Yes. And I believe sijui vile inafaa kwa kuna certain analogy nilikuwa nimekupea sometime back. Nimeenda nimechukua, nataka gari ya 1M. Deno, nataka gari ya 1M. Then niko na 300k. Ndio. Nikiko na 300k, niende kwa anko yangu nimwambie aje, so nisaidie 700k, nataka kuingia kazi ya taxi. Na gari yenye nataka ni ya 1M, I have 300k. Na niambie usikuwe na wasiwasi. Tuende kwa Kayad. Aende alipe 700 yake. Na mimi nilipe 300 yangu. Gari tusha process. Na alikuwa ameniambia before tuende hapo, alikuwa ameniambia in case of insurances, driving license, anything yenye itakuwa required after we purchase the car ndio uanze kazi, nitasimamia. Okay.
So mimi nimepeana 300 yangu mzima, nimebaki empty. Yeye amepeana 700 yake. So gari nimekuja nayo. Yeye ameenda na logbook as security. Si ndio? Logbook imeandikwa jina yangu lakini ameenda nayo for security. Sasa tukienda sasa namwambia aje sasa pesa inahitajika kwa develop ama kwa sasa investment, sasa ndio tuanze kazi, we need another 100k. Yeye aseme sina 100k. What do you do? So umebaki stranded. In the first place alikuwa amesema alikuwa ameagree ata chip in. Ata chip in. Amekwambia usigori. Unajua ni sasa already ushachukua gari uko nayo. Umefika kwa ground amesema. Umefika kwa ground sasa. Sina hiyo so itabidi uanze kutafuta other means. So the first thing yenye itafanyika, gari itafanya nini? Itastall. So uendi kazi ndio uanze kulipe ile 700 yake na 100 yenye atakuwa ameinvest kwa hii, because wewe ulikuwa umejiexhaust, niko na 300 na yeye amekubali ku chip in, so you knew niko sorted, kila kitu iko sorted. Then ikishafika hapo anakuja mnakaa maybe 2-3 months, anakuja anakuambia aje teno nasionangi kama unanilipaga. Unajua yeye hataki kujua kama yetagi ama yetagi. Yeye atakuja akwambia teno tuliagree aje uko ukinilipa 20k every month. Na sioni hiyo pesa ikiingia. Jago ukiweka kitu. Unajua utaenda kumwambia aje na si kunipea ile 100. Si nilikwambia sina, ungefaa kutafuta ndio. Juu sasa already gari gari uko nayo. Si gari ndio ulikuwa unataka. Unajua kuna watu watakwambia hivyo. Si gari ndio ulikuwa unataka. Si uko na gari. Ni nini nyingine? Huko kwingine sasa mimi siwezi kuspoon feed, wewe enda utafuta. So ikifika hapo ndio unapataka mzee anakushoa aje. Kama uwezi nilipa nipe gari. Already hapo na logbook yako. Already ako na logbook. Unamwambia aje siwache basi niuze hii gari. Maybe me depreciate to 950 ama 9. Nikiuza hii gari 9 nikupe 700 yako, nichukue 200 yangu. Anakataa. Anakwambia hapana, wewe nipe gari kama umeshindwa kulipa. Unajua huwezi uza hiyo gari. Juu yeye ndiye ako na logbook. Hawezi uza. I think such situation ndio tunafaa ku avoid kabisa ukifika kwa loans. Na sasa for example, mniamua mimi nimpe gari, ananirudishia extra do yangu ama hiyo wapi? Sasa sio imeenda. Sasa si unajua hiyo ndio risk. hiyo ndio Juu unaweza mpea aseme mimi nimeuza 700 nipata pesa yangu back, ama nimeuza 800 nikajilipa na 100 kama interest. So 300 yako imeenda. Actually bana ndio bank hufanya. Hivyo ndio bank hufanya. Unaonanga watu wanasemanga ukitaka kuchukua gari fiti ama something yenye iko haina mambo mingi, enda uchukue vitu zinaauctioniwa na bank. It's cheap na nini. Juu unapata mtu alinunua gari but hajatumia sana, but sasa alinunua gari sana. Bank ilihitaji tuseme kitu 1. Wanaofanya gari yako hiyo. wanaweka hiyo wane. Wanaweka hiyo gari wane. So kuna skit fulani nilicheki ilikuwa imewekwa ni ya comedy but it relate kabisa. Ati msee amenunua gari na loan na anafaa kulipa, ni kama zile za lipa mdogo mdogo, maybe after 1 week nafaa kulipa tuseme 6,000. Sasa si maybe Friday ilikuwa holiday. Au kulipa. Haya. Ikafika Monday. Wase auction washaka. Umeshindwa kulipa gari, sisi tunataka gari. Unawaambia niko na doa, asema hapana, si ulichelewa kulipa. Sisi tunataka ilipita. Ile donyo umeshalipa already, hiyo watakurudishia. Exactly. So nafikiri ni mchezo ya tamu. Ni mchezo ya tamu. Juu unaona majamaa kuja, hapana, nipe gari, shuka. Friday singelipa ilikuwa holiday.
Ndio. But wanakwambia si Saturday ilikuwa. Umeenda against the agreement. Wanakwambia aje? Thursday ilikuwa. Friday ilikuwa. Unataka aje? Na wewe unaanza kuambia aje? Si banka haiko hiyo si kazi yetu. Hizo ni stories za nini Hizo mambo zako. They are very serious. Ukishashuka gari jamaa kishaingia na akatumeangukia. Sasa unapiga town. So ni skit but it is very reality. Hata watu haya gari na kwa tu hivyo. Unaya gari 24 hours ama 48 hours. Probably umeenda kwa vitu zako, ujui utachelewa. Yes. 48 hours zikiisha hivi. Kama gari gari inazimiwa ukiwa kwa highway. Inawekwa kando. Gari inazimwa. Wanakujia simu. Umepitisha na wana, unamwambia wana wasi kuleta gari, nitaongeza pesa. Hati hapana, wewe acha gari hapo tunaikujia. Serious? And you're like, well, sindaongeza do. I know I'm late, but so to be safe, ujuaje hii gari nitataka kutumia Saturday na Sunday, ndio ndalipa mpaka Monday just in case. But sometimes it happens. Kuchukua umesema utalipa Monday just in case. Juu ilikuwa kuchukua umeagree natumia Saturday na Sunday. Monday saa 1 saa 2 gari iko hapa. But sasa umelate. Hiyo kata utenda kaka mlipa mdogo. Malipo yetu basi imefika na wanazimaga. Kwanza hata wanangojea probably time but I think pia kuna watu wenye wanakuaga watu wanasema dizili na loan. I think pia kuna wenye wanakuaga yani wanacheza hiyo mchezo. But I think kuna watu wanacheza game. Kitu zimebambaka na bank mnaenda mnabonga nao. Yes, unaweza kuona loan ya bank. That's why ndio sema most of mali popa kunini loan kama unaweza most of the thing yenyewe ni bank. Unajua bank unaweza enda ku negotiate na wao. Nisikia bank unaweza enda mpaka kama kwa umeagizwa mpaka 50k unaweza kuambia kuna vitu zijaenda vizuri. Sasa si niko nataka hata kama tuta extend nimunishikishie 40k. Unaona? Lakini hizi ziongezeke. Hiyo ndio uzuri ya nini ya dina bank. Because mnaweza adjust some. Ju bank yenyewe ziko kwa design bro nini? Wanakupea time. Wanakupeanga time. Anakupeanga time. Sasa nataka sasa tuende hiyo party ya Shyrock. Mzee kuna watu unapatanga msee ameenda kwa Shyrock amepeana tuseme simu ama lapi, wanapeana mpaka gari. Alafu wanapeananga pesa kidogo mbaya sana. Lakini interest my friend. Utadii. Unajua sasa wewe ndio uko na njaa ya anajua hivyo. I think Shyrock ni kazi safi. Anajua wewe uko lakini hiyo kazi. Uko na njaa ya pesa. So ile itakuofa. Lazima tu utani. Shyrock anaga zaidi ya mwezi. Ndio. Shyrock ni 1 week. Siku mbili. Amekupea 10k hapo nasikia 10k kila siku inazaa 300. Umeshika kila siku. Si ndio? Unasikiaga amekwambia aje? Hii ni 10k. Amekupea tuseme leo ni Monday. Utarudisha next week on Wednesday. So hapo kuna karibu tuseme 8 days ama 9. Si ndio? 9 days. So akikupea 9 days anakuambia hii 9 days kila siku ni 300. Hiyo ni 2100. So ukirudisha hii pesa ikuje 12,100. Na ukimiss Wednesday usirudishe hiyo pesa hapa. Like umepeana simu karibu, simu yenye unapeana ni around umepeana simu kama ya 30k. 30k Umepewa 10k. 10k. Alafu mambo wale zikipita usirudi. Hiyo simu yako hata akiuza 15 bado ako mbele. Wanakupeaga half the price. But that's the thing. Ni sex nyingine kama kucheka ni worth 100k anataka 50k. Wanakuanga hapa, wanakuanga sharp. Just in case ukishinda kulipa, anaweza uza 70 ama 60. Na sasa umemwachia kama ni simu na ID. ID lazima baidhe. Lazima muachie ID. Original. Not copy, original. ID lazima muachie.
Ndio bwana. Huyo mtu kufunga mbaya. Na sasa umesign, umeandika jina na umesign amount, ameandika hapo, umesign kila kitu, amekupea receipt. Kuna sheria kuna kwa visa Wewe. Si ndio? Kama jamaa wanakuanga alafu Si ni legal? vigorous. You know watadeal na mapolisi na nini, but anakupea hiyo for evidence that alikupea loan. Unajua unaweza enda useme huyu jamaa amenibia simu na ID na nimezipata place fulani. Wow. For that lazima akuandike. I think loan ya Shylock ni loan emergency like that. It's easy to access lakini But ni emergency ile real emergency. Unajua vizuri kama mtu tumeagenda ulishi pesa by Wednesday. So you are sure by Tuesday uko na do. Ni sure. Yes. Ni kitu yenyewe unajua by Monday niko na do, lakini wacha niweke Wednesday. Yaani unapitisha na siku kadhaa. Isikuwe ati ni hiyo Wednesday ndio unangojea do. Kama ni Wednesday unangojea do, ongeza na siku zingine mbili unaenda kuletea saa tu. Heri interest iongezeke. Juu pia kuna best ambaye alikuwa amechukua, nimekumbuka kuna best yangu alikuwa amechukua pesa kwa Shylock, aliniambia yeye pesa ana manage tu kupata ni hiyo interest. Ana Shylock ana shida. So I'm like aje Kuna vile mnaweza live in the next 2 weeks tutakuwa umelipa pesa. Tutakuwa umelipa pesa. Mnaweza bonga pia na yeye. Unajua sasa ukienda before like tuseme ulifaa kurudisha Wednesday. Ukiweza enda Tuesday muongee ana shida. Okay. Yeah, mnaweza agree. So yeye ata extend tu pale kwa dates. So but ulipe so interest. Yes. So yeye atakwambia aje muongeza mpaka Saturday, haina shida. Lakini interest bado ni ile. Juu aliniambia nikamwambia aje na hiyo interest unaniambia ukilipa hivyo sitakuwa umelipa na bado wako na do yako. Okay, so but then tumeagree utalipa interest then ile ndio kitoka umpe principal mazio ni ngori. But I think pesa ya Shylock ni ile pesa yenyewe hauna option na whatever una deal now ni emergency that particular time. That emergency. That's why unapatanga unaweza enda Nairobi upate msee ako na kabambe. Naenda anapeana kabambe anapewa so mbili. So mbili hivi. Kabambe hata unapewa so mbili hivi. Alienda majamaa wa Shylock Alafu so mbili anakuambia per day unarudisha na 40 bob. Interest zao zinakuwa crazy. Zinarudisha na 40. 2 weeks ya mwaka kabambe nyingine kama yeah. But I think pesa poa ni ya hizi sako ziko poa. Pia sako acha nikwambie kama unataka kuingia kwa sako, kuna jamaa aliniambia ukiingia kwa sako make sure uko na loan. Existing loan. Sako. Ukiingia sako unachukua loan. Kwa advantage za nini? You know SACCOs, SACCO huwa zina fail. It is easier for a SACCO to just collapse. It's easier. So for you to kujua penye wako, pesa yako isikuwe ndani. Wewe uko na pesa. Siku zote uko na pesa. Uko na pesa. Wewe ukishamaliza loan hivi, unachukua nyingine. Just in case. Ataamua kuingia nyasi, ama siku itadunda, idunde na pesa zao. Si zako. Hadi sijui ni sako gani hiyo nilisikia. Kuna walikuwa wameosha watu vibaya sana. Like last year ina collapse tu. Last year kuna safari zimeenda chini bana. Last year unajua alafu sasa unajua hawezi kuambia ikienda chini. They cannot warn you. Juu sasa wao wanajaribu ku remain afloat. Yes. Wanajaribu kufight ndio wa remain afloat. I guess sako si kama bank like. Unajua bank government inaweza chip in hiyo kole bank. Yes. Na si bank zote. Si bank zote. So ile sako yake ni different. Kama ni bankruptcy ni bankruptcy. Hakuna mali government itakuja kuokolea. Sako unaona hizi sako za majina funny. Hizo wenyewe mimi naona hizo nipite. Ndio unaona kiweka pesa yako. You know, sako ni mzuri na hizo shirikiano la wakulima wakuu na wadogo.
Sisi na sisi kwa wenyewe kubebana sako. Mimi naona majina kama hizo. Mimi naambia ni piteni tu. Yaani ukiingia sako, angalia sako, the time imekuwa au imekuwa ikioperate, then ingia na mabeshte kadhaa because security yao ni watu wenye mko na wao. Na ukitaka kuingia hivyo, mnaingia as a group, not kila mtu akaunti yako. Kuna polisi zako. So kama hizi anguka. Hala kwa Mungu. Ule mmoja kungana na pesa zao. Kuna kwa polisi zako ama kitu gani hiyo? Kuna sako ya polisi. Na Rio nakubaliaga hapa dunia makaraoke. Hata kuna ya stima ya KPLC. Hiyo ni sawa, lakini una imagine sako ya makarao, polisi zako, tuende tu hivyo. Polisi zako, alafu umeenda huko. Wapi road umeingia nyasi. Sini sako wengine tu. Sina paretiwa na raia. Lakini unajiko dunia watu, ni hapo zako. Ni hiyo ni ufai kushikwa juu ya lo. Wewe unafai kushikwa. I'm not supposed to be. Kenya Power inataka stima zako. Ama oh yes. I think sako poa na sasa tutapiga masako, but I think sako poa ni kama hizo. Kenya Power hakuna mahali penye inaenda. Umeget? So unajua iko. Kuna hizi za walimu. Za walimu hakuna mahali penye. Yaani sako yenye iko attached na something yenye existing so hiyo institution yenye existing ukianza sikia inaenda chini ndio unaweza jua hata hii sako kwa sababu ile ndio ina fund hii. Yes. So ukiona ile imeanza kucollapse so you know it will affect hii. Lakini wana pamoja sako hiyo ndio kuna sako ya chama yenu. Like unajua ukifikisha I think inakuanga sijui pesa ngapi unaweza fungua sako. Unaweza kufungulia sako. Like kuna watu wameattach sako zao na bank. Like tuko na umbrella ya sako ya bank juu yetu then we operate as a sako. Kuna zenye mbona mingi za kwa zimeshikanisha na cooperative. Nimeona sako kadhaa wamejiattach na cooperative. Cooperative bank inakuanga ya it is not sio ya the major part is not individuals. The major part ni cooperatives. Hata ndio maana natoa cooperative. Hiyo cooperatives ndio zinakuanga mingi. So such a bank is a very big bank. Cooperative is a very big bank. Like iko na hawa watu so then iko na individuals inakuwa na percentages. I don't remember nilikuwa najua hizo percentage kuna sometime nilikuwa kwa some training ya cooperatives and I had those percentages but saa hii nimekaa sija I think before uanze ku transact na any sako at least jua their foundation mali wametoka then at least have the history. Kuwa na history. History very important. Kuwa na history. Juu sababu wanazo zimemess wase. Uli una kesi nyingine jamaa amechukua sijui ilikuwa ni thick kama ni wapi ama ni Murang'a. Ule jamaa mwingine amechukua loan wanamchota zaidi ya vile venye pesa yenye yani ile pesa wanataka kurecover it doesn't make sense. It's actually more exactly. Imepita nambari wewe. So I think the best thing is to have a history na sako. Umeget? Second, I think kwa kimoja ni kuna sako moja ilikuwa kama group lakini sizo sako ni sako za mtaani. So mali nijua ile sako kimoja maiko na shida ni mahali penyewe unaanza kusikia ukitaka ku access bill yako cash flow kuna ama limit yako ati wanataka kutoa 300 unaambiwa na only access 200k. So hizo ndio zinaweza kusikia nao hii nyingine sako zangu. Then hata ukisikia msee akisema ukiingia kwa sako kama unataka kuchukua loan lazima ukuwe na guarantors. Lazima. Oh yes. Watu wanasema ni easy ya kupata loan but do you have guarantors? Naweza ingia ukienda kuchukua loan wakuuliza guarantors ni nani? Kama una guarantor. Na guarantor lazima kuwe member hiyo sako.
Hapo sasa mimi ndio niliboi penye kusema kweli kwa pasako. Ni design aje? Deno, situmesaidia huyu jamaa loan. Akitoka shimo, hiyo loan ni yetu na wewe. Mimi na wewe. Leo ulisaini kama garanta. Hiyo party ni babai. Hiyo party ya So what happens ukitaka kuingia kwa sacco na unataka kuchukua loan? Make sure mtu mwenye mnaingia naye pia anachukua loan. Wewe ukuwe garanta wa huyu. Na sisi mimi na huyu tunakuwa garanta wako. Na mimi nachukua loan, wewe na wewe mnakuwa garanta wangu. Na yeye anachukua loan, mimi na wewe tunakuwa garanta. So hata tukua red zone si red zone si wote. So circulate hivi. Huyu analipa yake na mimi nalipa yangu. Kwenye muda utalipa na sasa utalipa. Sasa ni mimi ndio. Na wewe unakataa kulipa, na wewe bado unabaki. Na wewe ukikataa, huyu na yeye bado anamfuata. Na yule akikataa mimi wananifuata. So inakuwa ni akikataa na sisi tunakataa. Na yeye anafuatwa. Juu nikilipa yake na mimi silipi yangu. I think what we need to be educated. I think people need to be educated more about loans. There's zinakuwa structures, different products. Umeanza kumesi vibaya sana. Vibaya sana. Like kuna zile unaona sasa mimi sichukua loan. But mimi nasema principle yangu nikichukua loan ni sichukua loan niende nikaanzishe biashara. That's number one. Mimi kana chukua loan ni biashara existing. Unaenda kuanzisha a new business. Ndio unaingia kwa biashara za new. Ndio kitu understanding na watu wanachukua. Nataka kuchukua loan nifungue sio nini. Nataka kuchukua loan nini. Mimi amlekaje you're supposed to kuchukua loan. Because that existing. Exactly kitu yenye exist. Alafu ndio design aje. Umechukua loan hata kabla hiyo capital yenye umechukua kwa loan ianze kujileta. Hii biashara ina exist at least ina service hiyo loan. Ndio maana itafika ile ndio umechukua ikianza kukuingisha kitu. So income existing business na capital uli pump in your loan at least if you connect a certain percentage you are able to service the loan. Lakini si ati uchukue loan wewe ukaanze biashara. Alafu kuna watu wengine nilionaga, either this is I see this all the time with my friend simply because unaweza access facilitation ya loan so just take a loan. Kuna watu tu wanachipick tu. But sometimes I listen to them I'm like aje ana sound like pesa nikupewa na peo. I'm like aje ido tulipa. Ido the fact that uko na that access atunaweza ati unajua tunaweza bilioni mpaka 2 milioni. Hakuna kukuona peo. Hiyo pesa utalipa. Unaona? So kaa chini the fact that you can access that facilitation. Kaa chini fikiria nini unataka kufanya. Then kuna wale watu wenye unajuaga niko na potential na capabilities za kufanya kitu fulani. Yes but nakosa capital. Umegea. So kwa hivyo kuna ile biashara yenyewe unaweza chukua loan upamp kwa hiyo loan kwa hiyo biashara ama uanzishe na ipiki na iende. Because una understand in and out za hiyo biashara. Yes. Lakini kuchukua loan ununue kitu yenyewe haitaweza kulipa hiyo loan. Umeget? Matter of fact itatuma uanze kwa kama ulikuwa na work 10 hours uanze kwa 15 hours. Umeshika? Na hiyo loan ndio uweze kulipa hiyo loan That's why most young people saa hiyo unapata wanaumia ikifika ni time wanafika 40s 50s. Juu mtu alichukua loan akiwa 20s kama hali 30s. Ametumia hiyo loan si ati ametumia kuanzisha biashara ama kuinvest kwa biashara existing. Amechukua ameenda kununua shamba, amejenga, gari. Like anaishi life fiti. Yes. At 30s ameishi life ile mpaka nyinyi wenyewe mnaona hiki jamaa kilitoa pesa. Sasa ikifika 40 sasa unajua sasa ile loan hujakuwa ukilipa. Yes. Ama ukilipa but ama una borrow against the whatever. Like do inaendelea kuongezeka. Yes. Sema probably yes unalipa. Kuna watu niliona ni wajanja sana when it comes to loans. Jamaa anaenda na buy gari mzito, gari mzuri. Gari yenye inafika hata 5M. Lakini hii gari ni asset kwake. Hata vile tunasema ina depreciate but ni asset kwake. Hiyo ndio collateral yake. Like ametafuta 5 million, amenunua gari. Sasa anaenda tu kwa bank tu anasema anataka loan. Lakini hiyo 5 million ni cash.
ni yake Yeah, ni yake. ina make sense. So anaenda anachukua loan, anatengeneza kitu alikuwa anataka, inaanza kuleta income pole pole, analipa loan, akishamaliza tena anarudisha tena gari yake tena bado. Ni vile sisi tunasema loan yenye unachukua siku zote make sure haitoi pesa kwa mfuko. Yeah. Whatever you are going to do with that loan, make sure haitakuwa kitoa pesa kwa mfuko. Yeah. Alikuwa mjanja because he said hata nikichotoa gari bado maisha yangu itaendelea. Because gari sio sijaattach kitu yote na gari. Ina make sense. Juna value ya gari ina depreciate. Shughuli inaenda kufanya nayo do ina increase in value. So ukipata wakiza chota hii ana shida. Wanataka gari. Hiyo loan haluse. Lakini kuna mtu anachukua loan ataenda cruise mpaka vitu zenye alikuwa nazo. Yeah. Exactly. So I think nile tu story ya financial literacy. Yeah, financial literacy is important when it comes to loans. Understand dynamics the loans, understand dynamics the finances, understand dynamics the dough. How to move money. Jua pesa. How to move money around, what to do with money. Umeget? Haya, kuna mse best mine alikuwa anafanyaga hivi. Anaponga na mabest wake kadhaa wanafanya deposit kwa account yake. Umeget? Alafu anazitoa asubuhi. Umeshika? Una deposit. Kuna mse pia aliniambianga kitu kama hivi. After unatafuta wase mabest wana deposit dogo kwa account yako. Sasa unaona kuna flow ya pesa kwa account yako. So wewe pia unafanyanga ni uka charging fee unalipanga. Sasa unatoa huko, so sasa kama alikuwa ameweka 60k, unataka bank hizo mafingo na charge. Utachukua 60k mrudishie. Umegea? Haya, sasa nakwambia je, the same person aeke 10k, sana ni aeke 20. Basi. Alafu utamtolea kesho. Lakini azikai kwa account inapita tu. Mzee unaenda kwa bank unaamuru unaambia nataka 3.9 million. Wanakwambia ndio hizo form. Kuna shop hizo quiz. Exactly. Anakupea. Bado sana yeye lazima ujue nini unafanya yeye unafanya. Wewe chukua do alafu sasa hakuna tunaenda kufanya. Now I understand. Jamaa kuna some video nilikuwa na watch. Na sasa nimeelewa vile umesema hivyo. Jamaa alisema aje, ukianza any business make sure you have a bank account. Hiyo biashara. Hata even if unatumia till make sure pesa yako inaishia kwa bank. Yes. Because of records. Na pia ukiweza taka loan. Ulipigiwa simu wasa banki na hivyo sasa nitaona kuna account fulani imekuwa na flow ya pesa hii mwezi jo for the past 3 months. Yani tu ni dozi nyingine zikitoka mpaka watakuwa zile za exactly. Wanakupigia simu wanakuambia wako na loans fulani nini, kama unaweza kuja kwa bank. I think hivyo ndio watu hufanya, because unapata mtu alikuwa na business kadogo, all of a sudden business yake imeshoot. Like amekuwa na biashara kubwa at once. Ndio kucheza. Ndio nakwambia you need to understand the rule of money. Ile pesa uoperate. Umeshika. Haya. Unasema kuna time niko mali na mabuda. Yaani pesa wote wanaongea hapa si pesa yao. Unaona? Hawa wanaongea pesa mingi 80 million, 50 million, 100, 200, 30 million, 10 million. Yaani bank. Yaani ukisema unaongea kuhusu loans ni kama pesa yao. Ama bank ni kama bank wanaambia ati kujeni hizi do. Yaani kila kitu wanaongea hapo si do yake. Lakini ukiwasikiza vitu wanasema na hiyo do unaweza ma loans, yeye ametunajita kama mbao. Amechukua sijui nini akasupply nini, ule akamlipa akachoka peleka nini, ule akamwekea hiyo do akatoa sijui akafanya nini, akalipa ule na kalipa loan. Akashina milioni. Yaani ameshikanisha biashara ya ka 60 million, hakuna pesa yake. At the end of the day yeye ana profit. Hizo ni vitu zenye watu wafundisha. Yeah. So I think we need people to have understanding ya loans, na structures, na where to pick loans, na how. Mimi kuna mzee aliniambia kwa bank
the most important person kwa bank ni loan officer. Aliniambia kwa bank, aliniambia taasisi na manager. Aliniambia loan officers. Hao baka anaweza kwambia the kind and type of loan unaweza chukua, na baka anaweza kwambia vile unaweza lipa, ati baka sometimes na kwa hapo unapiga banki yako. Sio edit. No. Mimi kuna budani niambia hivyo. The most important person kwa bank ni loan officer. That's the only person anaweza kusaidia, especially kama mwana biashara. Anakusaidia kustructure loan. Anakwambia mpaka mahali pa kuchukulia loan. Anakwambia mpaka season ya kuchukua loan. Haya, anakwambia unaona mpaka loan zile secured loan, anaweza kuambia time ya kuchukua secure na kuchukua unsecured. Yaani like aliniambia kama actually aliniambia 3 people. If you are a businessman, 3 people are very important to you. Loan officer kwa bank, accountant, na lawyer. Watu watatu, they are very important. Aliniambia kwa biashara make sure siku zote uko na watu watatu. Loan officer kwa bank, have a very good relationship with the loan officer, the bank, accountant na lawyer, a good one. Kama uko biashara usikosi hizo vitu tu. Aliniambia unaweza build empire na pesa ya bank. Bila pesa yako. Inataka hesabu. Na okay, although nimepitia vitabu kadhaa za how to build a business, how to grow your business na nini. Kitu nimekuja kuona tumelack kwa society. Unaona? Niyo part education. Education is very important. Saa zingine unaingia bank wanakupema options mpaka uelekaje inakuwa is it for real? Kuna vitu mingi ukienda kwa bank, by the way, ukienda kuuliza maswali they give you so much. I think sisi tunaona tu bank as a place ya kuweka na kutoa. But the moment unaweza ku sit down with these people, anyone akupea mpaka this type of account nini kaje, yani hiki inafanya kweli. Na ndio mimi si mara moja wasomi niambia umeenda kuchukua loan, unaona kani kweli. Juu alipewa deal. Alipewa deal kama 700k. Wiki akona hii kitu bank kuna vile inaweza kupea doka hiyo. Okay, ni loan. Wiki mimi kuna msiriti ashachukua doa afa karudisha. Hadi niliona ilikuwa kama ilikuwa 1 ama 1 point. Alikuwa anapata alisendika contract ka job ka 24 months na alikuwa report do poa. So I think bank waliona pay slip na wapi pesa zinatoka na nini, wakamwambiaga jamaa ananiambia alichukua hiyo loan and then next month akarudisha yote. Aliamua tu alipe hiyo interest, lakini aone utapata sasa wewe vile alilipa sasa akienda tena itakuwa hivyo. Wenye alipanga hiyo ni ambao alimwambia wanaweza either kumjengea hao ama mpe mortgage. So I think this conversation tutaendeleza part 2. Yes. We talk about stocks na shares. I think they are also very important aspect. For example, unaona up to date watu hawajui unaweza fungua CDS account na simu. Mshika unaweza fungua CDS account na simu. Kuna mtu ajui unaweza enda bank wa kufungulia. Toka hapo kama Safaricom ile zidi trader. Unaweza fungua CDS account na Safaricom. Utransfer pesa kutoka kwa M-Pesa to Zidi na ubuy share kwa peka chini. So ni kama at the end of the day ni financial literacy. I think that is a very important topic and tutaendelea ku discuss in the next few episodes. Exactly. So wase stay tuned wase. Tutawapea back to back and search information. And at some point kuna some expert tumeweka mahali pending. But tunataka to introduce this conversation so that mtakuwa na maswali zenye zitakuwa
tailored na information. Yes. Ndio usiulize a vague question na tuko na expert pale. Exactly, So exactly. thank you so much for staying tuned, for watching, for subscribing, liking, now share na a few friends. Final ones. Thank you guys for your support. Like, subscribe, share. Next time your story ku invest in Nairobi Stock Exchange in terms of shares to open a CDs account na nini. Tuta create conversation around financial literacy, so don't miss. Yes. Then Yes, me yangu ni kuambia continue supporting us, subscribe to the channel. Manze na mlete watu wengine wengi. Yes. Alafu kitu ingine, information is key. Manze tafuteni information. Kwanza ya financial information Yes. sana. Yes. Anytime uko free, ukiwa na simu yako na data na nini. It only takes 10-15 minutes kupata. At least learn something about financial literacy. In a single day, hata kama utalearn kitu Kidogo tu kabisa. kidogo tu. yeah, a peace. So thank you so much, guys. Thank you for watching. See you in the next episode. We out. Yeah.